Kabla ya yote namshukuru kwanza Mungu kwa sababu yeye ndo anayetujalia uhai. Yeye ndo anatufanya tuwe wazima, yeye ndo anatulinda, anatuongoza, na yeye ndo anayetufanya tuone hata siku ya leo. Nikirejea kwa swali, sababu kubwa leo nifanya niandike Pendo ni kwa sababu ilikuwa ni motive katika maisha yangu mwenyewe. Pendo wimbo ambao niliandika wakati nikitafakari yale ambayo Mungu amenipisha, kwa sababu kuna nyakati ambazo nilipita kwenye maisha yangu mwenyewe, lakini Mungu alinitendea na nilikuwa nimevuka katika zile nyakati, na hiyo ndio ilikuwa sababu kubwa ya kuandika Pendo. Lakini pia Pendo ni wimbo ambao unagusa vitu vingi. Unajua mwanadamu kuna wakati anajisahaulisha. Mungu anatupenda, na upendo wa Mungu unaonyeshwa kwenye vitu mbalimbali. Pamoja na kwamba tunapitia changamoto za maisha, tunapitia misiba, tunapitia huzuni, magonjwa, lakini bado kuna vitu ambavyo wanadamu tunahisi ni vidogo vidogo sana, lakini hivi vitu ni vitu ambavyo vinatuonyesha namna gani ambavyo Mungu anatupenda. Kupitia katika nature, kupitia katika mazingira, uoto wa asili, wanyama wanaotuzunguka na vitu mbalimbali, tunaliona pendo la Mungu. Kwa hiyo kuandika Pendo ilikuwa ni kuwakumbusha wenzangu kwamba pamoja na kwamba tunapitia changamoto nyingi, lakini tujaribu kuliona pendo kupitia katika vile vitu ambavyo Mungu ametupatia. Nikajaribu kuwakumbusha pia watu hata pumzi ambayo tunavuta ni moja ya sababu ya kuelezea pendo la Mungu. Kwa hiyo ndio ilikuwa sababu ya kuandika Pendo. Kuhusu video, na video itakuja, naweza nikasema itakuja, lakini sijataka kuweka tarehe rasmi kwamba lini video itakuja, kwa sababu bado kuna project zingine zinakuja, na nitamani sana kabla sijafanya kitu kingine, kuna nitatoa audio music nyingine ambao muda sio mrefu itakuwa kwenye YouTube na itakuwa katika platforms mbalimbali. Kwa hiyo ndio watu wengi wanataka Pendo video, na natamani na wewe pia na mimi kufanya Pendo video, lakini tutaona namna, lakini siwezi nikasema leo. Maana wapo hawajafikia ulipo na wengine hawajaiona leo. Mapokezi ya Pendo, ujue Pendo ilikuwa ni wimbo wa kwanza, ndio wimbo wa kwanza exactly kuwekwa kwenye channel, lakini pia ndio wimbo wa kwanza ambao naweza nikasema kutoka. Sio kwamba ni wa kwanza kurekodiwa, nyimbo nilizorekodi ni nyingi na nyimbo nilizonazo ni nyingi, lakini Pendo ilikuwa ni ya kwanza, na mapokezi yake yalikuwa ni makubwa kwa kiwango chake, kwa sababu ukizingatia ni wimbo wa kwanza na mara ya kwanza ndio watu wanaanza kumtambua labda nichona something like that. Lakini niseme tu kwamba nashukuru kwa wale ambao wamesubscribe kwenye YouTube channel, na kwa wale ambao wamesikiliza na wengine wameshare wimbo wa Pendo. Naamini kwamba mazuri yanakuja, pamoja na kwamba nashukuru mapokezi yamekuwa sio mabaya. Ili swali lilikuwa ni kubwa. Kuna watu wananipata, kuna mwingine ananiambia kwamba bana brother fanya hip hop, ni bongo flava au tunashindwa kuelewa Pendo ni nyimbo ya Mungu au ni wewe utakuja kuimba gospel au ni mimi ninachoweza kusema ni kwamba exactly mimi ni Mkristo, kwa hiyo ninachofanya ni gospel, lakini gospel ni habari njema kwa watu wote. Kwa hiyo gospel inakuwa haina mipaka, na unapoamua kutengeneza gospel, that means that umejikita kueneza habari njema, na hii habari njema ni kwa watu wote. Tunachofanya ni kutumia kila namna ambayo tuweze tukaitumia ili kumfikia kila mtu mahali popote kwa mazingira yake, na bila kujali mipaka ya kwamba huyu yupo katika hali gani. That is why ukisikiliza Pendo ina ladha fulani kama ya muziki wa zamani kidogo, ina ladha fulani kama ya bongo flava, kuna kama gospel. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni mchanganyiko wa ladha nyingi, na mimi wameguswa, watu wengi wameguswa, na kila mmoja anakuwa na comment zake kwamba bongo flava, lakini
nashukuru Mungu kwa sababu kikubwa ujumbe ambao uko kwenye Pendo umefika kwa watu. Kile ambacho naweza nikawaomba Watanzania, wana East Africa na dunia nzima ni kwamba wani support, kwa sababu kwenye wakati kama huu kitu kikubwa ambacho mtu anaanza game anahitaji ni support. Support ndio kila kitu, kwa sababu kazi yetu kuna gharama za hapa na pale. Tunahitaji kurekodi, kutengeneza video, tunahitaji kazi zipo nyingi za kufanya na mambo ni mengi yanatakiwa kufanyika. Sasa support ndio kila kitu, na support tunayohitaji kubwa sana. Nikisema kama michango ya pesa inakuwa ni jambo moja tofauti, lakini support kwamba msanii anakuwa anahitaji wakati kama huu ni followers kwanza na subscribers. Tukianza YouTube, watch mtu akiangalia video kama hivi anasaidia sana, lakini pia jambo kubwa ambalo naweza kupendekeza ni kusubscribe. Kwa hiyo unapotazama video hii nakuomba sana gonga kichwa kialama cha subscribe. Ukisubscribe unakuwa umesupport sana huduma hii. Lakini pia unaweza kuweka alama ya kengele na unaweza ukashare pia kwa watu channel yangu kuhusiana na habari hizi. Hiyo ndio support kubwa, lakini pia comments, mtu anapojisikia kucomment jambo lolote inakuwa ni jambo kubwa sana kama support. Zaidi ya yote niwashukuru sana Tanzania kwa kunipokea, na naahidi kwamba nitafanya kazi nzuri, na kwa kila ambacho watu wanapendekeza nitakifanyia kazi kadri Mungu atakavyonijalia. Karibu sana. Mungu awabariki.